Mzee wa Kilinge mbali ya yote, lakini tumeona pia pale Zanzibar katika kiwanja cha New Amani Complex kati ya Azam FC pamoja na Wydad Casablanca, na tumeona matokeo ni Azam wamefungwa moja, kwa maana wameshagawa pointi 3 kwa Wydad Casablanca aka mashemeji, kwa sababu tuna mwakilishi wetu pale Azizi Ki ambaye ni shemeji yetu sisi wa taifa, ameoa katika taifa letu. Hili unalizungumziaje kwa upande wa Azam kukosa matokeo? Kwa sababu kuna mmoja ya mashabiki nishai kuzungumza naye siku 2-3, kama si wewe sijajua ni nani, alisema kabisa kwa Azam hawatoboi. Azam wataishia tu hapa kati kwa sababu ni underdog kwenye hii ligi. Hiyo unalizungumziaje? Kwanza wewe umesahau. Wewe unaoji juzi hapa unaniuliza maswala Azam, unasema eti kuna shabiki. Wewe ni hoji mimi nikikwambia Azam hawezi kufuzu kuingia robo. Akiingia robo chocho kwa 80. Ndio maana nikawa nimesahau. Kumbe umeelewa vizuri. Nilikwambia Azam anafungwa hapa mechi karibu 3, atafungwa hapa au 2. Nilikwambia iko kitu. Mashindano haya yacheze kitoto. Haya mashindano yanacheza kikubwa kweli kweli. Wewe unafikiri unajua Azam kidacho galimu, yani wanachokifikiria kunchukua Ibenge ndio kwamba aje unafikiria eti Ibenge kwa kuwa alibeba kombe ndio amlete. Abebe kombe au afikishe mbali. Hebu acheni mpira uende hivyo. Muangalie Ibenge kwanza. Ana mpira kizamani. Mpira wake kizamani sasa hivi Ibenge. Azam mpira ucheza. Jitihada kazana twende. Sio mpira huo. Mbinu, mipango. Ibenge sasa hivi kashaishwa mipango jua. Ibenge sasa hivi kashashwa mipango hata kama kocha mkubwa. Unamaanisha mpira wa Azam ni anakwenda baada ya kusikia eti Yanga wanataka Ibenge, wamewachomesha watu. Wanataka Ibenge, wameenda kumwai wao, wamemleta pale. Wakafikiria eti wanaweza wakafika mbali. Azam mimi nakwambia, Azam akiingia robo ndio chukua 80 na ndoo ya mavi pale unikogeshe. Azam akiingia robo. Mimi nimekuambia vipi si timu hii sema atafungwa na timu hii ina msemaji wao Kingwendu. Msemaji wao Ashimuibwe, msemaji wao. Si ndio Kingwendu huyo? Mimi namjua kwenye Ashimuibwe Kingwendu aliochangamka. Ashimuibwe Kingwendu aliochangamka alioko Saudi Wani huko bunge huko. Umeelewa vizuri? Moshi huko. Sijui na vizuri. Maana yake ninachokuambia mimi nilikwambia Azam Mbembele Kushinei cheri kae tumpase hae. Mimi nimekuambia timu ile baki moja tu. Sio timu ya kuitegemea Azam. Azam yani kama sasa umezamini Masai kuingia disco. Mazala akitokea ya kwako hayo. Sasa Masai umemuona anatembea na sime. Alafu unamwambia tuende disco karuke kwanja. Anarukaje kwanja? Akishikwa uwani hajatoa sime ndio sasa na Azam yani kama togwa ngomani haieleweki. Haya huyo Fetoto leo sema anaokoa timu aokoe. Na tuliona mashuhuri mechi ya pili anafungwa Fetoto hayupo uwanjani mle. Yupo na tumeona juhudi zake. Wanacheza wanaume waliokoma, sio Azam tu. Kalambe lamba kule. Wewe unaweza skilimu mfunge mtu. Lakini paka kufika pale ni unaweza skilimu mfunge mtu. Paka kufika pale Mzee wa Kilinge ni nani? Kamfunga na jitihada za nani? Kafunga nane. Paka kufika pale wamewapata vibonde tu. Wanaume hapo ndo wameingia kazini sasa. Wameenda wamechezea, amekuja amechezea. Wanataka kafidia wapi point? Mzee wa Kilinge katika moja ya timu ambazo ulizozikatia tamani ni Azam. Azam ya kwanza, ya pili dunduka. Mimi nakwambia chukua maneno yangu, ya 3 Singida. Yaani kuna Mr. Dini msemaji wa Simba. Umeelewa vizuri? Masanza ni msemaji ambaye wa nini? Wa Singida, ni Bambo, alochangamka. Umeelewa? Unakuja Azam, unampata nani Kingwendu alochangamka. Kushinei cheri kae. Yaani nataka nikuambie kitu. Wasemaji wote wakiwa ma comedian kama hivyo, msemaji wa Yanga atakuwa comedy. Msemaji wa Yanga hawezi kuwa comedy, unamwona anatamba huko. Yuko Nigeria kashawala za viatu. Anarudi hapa na pointi moja kashaweka begani. Hatufungwi goli na sisi kama hatufungi basi hatufungwi goli tunarudi na pointi. Wanalia huko Jessica Bae. Hapa alilia Farabati kaenda kulia Fadani Jessica Bae. Sisi tumezoea vurugu. Sasa vurugu hili afanywi mtoto Azam usikaenda kwa kafanya vurugu. Wamekuja hapa kina shemeji, kina Azizi wamechukua pointi naondoka. Ile goli tena mtu unajua sisi wenyewe. Eti wao na sisi Zanzibar. Ile goli tena mbei ya Yanga Afrika. Zanzibar ni ya Yanga. Ya Yanga, sio Azam. Akauza scream huko. Na lamba. Mashindano haya hawezi kabisa. Azam chukua yule mpigaji yule, Ibenge. Dalali yule wachezaji. Mimi nakwambia, Ibenge dalali wachezaji. Yupo kwenye kazi maalum. Dalali yule kwenye kazi maalum yule kosa kwa dalali ya vyumba tu kina na dalali ya wachezaji. Cha juu ndo anakipata kwenye usajili. Ibenge. Na ndio maana mkuta wachezaji hastaki nataka wachezaji wangu. Anawaleta Rofa na kazi. Kocha ukimsikia analeta wachezaji Rofa na kazi huyo dalali. Sasa meneja huyo. Wa wachezaji. Huyo ndio kocha wa timu. Hii timu hiyo inafanya vizuri. Kila anakoenda yule ana wachezaji wake lazima achukue. Sasa si dalali. Na msimu ujao inawezekana dirisha dogo makabili hapo atakuja. Unamaanisha hata kesho Singida anaweza kupoteza. Nani? Singida? Ndio.
Anacheza na nani yule? Anacheza na Unjui, anacheza naye? Unjui? Si yule Tony Boss yule nani wa South Africa? Anacheza na Simba. Nisikilize vizuri. Singida akitoboa mechi hiyo ndio chukua 20,000. Anatafunwa tu, nikutafunwa tu mbele kwenda mbele hao wachezaji wote, timu zote. Timu zote za kwetu. Timu zote leo baki baba yao. Mimi hapa, hii hapa. Yanga Afrika hii. Ambayo itaishia robo. Robo? Baada kuna shabiki ameniambia Yanga tuna safari hii tunaenda paka robo. Nakwambia mzee wa Kilinge yuko ananiambia hii ngoma hii finali. Ile kama unaona wale goli alikuliona, nilikwambia leo. Wataona goli jeusi, si nilikwambia mimi. Wataona goli jeusi, leo umeona goli jeusi. Wewe acha wewe, ngoja mimi nikalale mimi. Umetamba kwa watu. Ngoja mimi nikalale sasa hivi. Umetamba kwa watu, sijui nyumbani sijui itakuwa. Nenda kwa mke wangu sasa hivi. Umetoa draw kwa watu nyumbani sijui. Sifanye mapenzi. Sio ninaposema nenda kwa mke wangu ninafanya mapenzi. Leo ndo nimepata likizo ya kwenda nyumbani kulala. Ulikuwa kwenye kazi maalum. Nilikuwa kwenye maalum, nishomaliza. Kushinei. Na mzee wa Kilinge. Kilinge neno moja la kumalizia. Lipi? Kuhusiana na mmeshacheza away, umeona ile atmosphere ya uwanja jinsi gani mashabiki walivyojaza uwanja. Waambie neno sasa mashabiki wa Yanga kuelekea mchezo ambao utachezwa kule National Rally na National Al-Ahly. Unapeleka salamu gani kuanzia kwa msemaji wenu afisa habari Alikamwe ambaye yeye alisema kwamba mwendo wenu ni wa kimya kimya, kwamba mtaki hata masa kuelekea mchezo huu mkubwa wa National Al-Ahly. Una salamu gani za kumpelekea yeye na wale mainfluencer wote wa Yanga? Kwanza twende kikubwa tu. Nachowaambia mainfluencer, twendeni kikubwa. Twendeni kikubwa mechi na Al-Ahly. Kwa sababu hapa mashindano yanasimama. Twendeni kikubwa. Al-Ahly twende kwao kule tukaitafute point kama tulivyotafuta kule. Al-Ahly akija kuentenamu hasitoke. Sasa ninachokuambia twendeni kikubwa, twendeni pale na kushangilia mwanzo mpaka mwisho. La kwanza. La pili, mzee wa Kilinge mnajua ninachomwambieni mkifanya. Kama inahitajika sanda ya mtu ambaye leo kufa miaka 200 mimi ninayo. Mradi Al-Ahly apotee. Sanda ya mtu aliyokufa miaka 200 itakuwa sanda, itakuwa majivu tena mchana. Sanda ninayo haijaoza hiyo. Kaburi lilikuwa linatoka damu kila siku. Umeelewa vizuri? Hilo kaburi lilikuwa linatoka damu kila siku. Nimeipata mimi nayo mimi mzee wa Kilinge tu. Na nimeiweka hiyo. Hiyo yani ukienda na nukia malashi. Hiyo nimeituga hiyo. Nimeiweka mzee wa Kilinge amesema namwekea nani? Namwekea National Al-Ahly. Hiyo namwekea National Al-Ahly, namzika nayo. Mzima pale namzika nayo. Umeelewa vizuri? Naambieni mafresa, tujiandae. Kipindi hiki ilivyosimama hapa. Beki, tujiandae na mashindano hayo. Yakija tuje kimoto mwingine. Tuje kikubwa na timu tunayo. Tuje kikubwa. Timu mnayofuata kucheza nao ni kubwa kulikweli. Ni kubwa, Majianti. Ndio mabingwa wale wa mara zote. Ndio mnawaogopa kwa kweli. Hatuogopi. Sio tumuogopi mtu. Wewe unaniambia mimi kumuogopa mtu. Simuogopi gede yote. Alio mbele apishe. Yaani mimi nikwambia vipi? Hii watachaguana, mimi wa pili atakuwa nani, wa kwanza atakuwa nani, lakini mimi safari naondoka. Lazima nitaenda nitapita. Sawa, mzee Kilinge anasema lazima ataenda atapita. Hii ni Hot Biz na ni kawaida yetu kukuletea wewe update za kimichezo na burudani popote pale ilipo, na sisi tupo. Asante sana.